Thank you, Jesus. Thank you, Jehovah. We bless your name, O Lord. There is none like you, Jesus. We worship you, O Lord. We glorify your name, mighty Father. Thank you for everything that you have done in our lives today. We are here for you, O Lord. Tuko hapa kwa ajili yako Yesu. Pendo, nataka nikukaribishe katika ibada hii ya lunch hour kila siku masaa ya kuanzia saa 7 hadi saa 7:30. Kwa hivyo kwa leo nimeweza kuanza nikiwa nimechelewa kidogo, lakini naamini kwamba Mungu wa mbinguni atakubariki. Kwa hivyo mahali ulipo, nataka nikukaribishe katika jina la Yesu Kristo mahali hapa katika ibada hii. Najua naamini kwamba Mungu wa mbinguni ataenda kukubariki. Nataka ukaweze kuzungumza leo katika ibada hii kuhusu how to overcome fear in our lives, jinsi ya kushinda uoga ndani ya maisha yetu ama kwetu, kwa sababu Mungu hakutuumbia roho ya uoga. Ndiposa ni vizuri ama ni vyema mpendwa, ukaweze kuwa na ujasiri katika maisha yako, na unapokuwa na ujasiri maisha yako haiwezi kabaki vile tena. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Timotheo wa pili kifungu chake ni cha kwanza kupitia mstari wake ni mstari ambao ni wa 7. Neno la Mungu linasema ya kwamba maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu hakutuumbia roho ya uoga, kumaanisha kwamba Mungu ametupa roho ya ujasiri. Mungu ametupatia roho ambayo ni roho ambayo ni ya mtu ambaye aliye na ujasiri, mtu ambaye si wa uoga. Katika maisha yako ukiweka uoga ndani, basi nataka nikwambia kwamba unampa shetani nafasi ili akaweze kukushinda na kuchezea maisha yako. Masaa haya, dakika hii, nimekuja nikwambie ya kwamba kila jambo ambalo unalifanya ni vizuri ukaweze kuondoa shaka katika maisha yako pendwa. Wakati ambapo uko na imani inaondoa uoga, na mahali ambapo palipo na uoga ni kumaanisha kwamba imani haipo ndani yako. Tazama, Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 1 ya kwamba basi imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hivyo yule mtu ambaye amekosa imani, yule mtu ambaye amepoteza imani, ni mtu ambaye uoga unaingia ndani yake. Mtu ambaye amepoteza imani hawezi akatarajia, hawezi akawa na hakika ya mambo ambayo Mungu anaenda kuyatenda katika maisha yake. Mtu ambaye amepoteza imani hawezi akawa akatarajia jambo ya kwamba Mungu anaweza akamtendea. Kwa hivyo anaingiwa na uoga ndani yake. Na neno la Mungu linasema katika kitabu cha Timotheo ya kwamba Mungu hajatuumbia roho ya uoga. Kwa hivyo mpendwa, nataka ujue na uelewe ya kwamba Mungu amekupatia ujasiri katika maisha yako. Mungu amekupatia roho ambayo haiwezi ikatingizwa. Mungu amekupatia roho ambayo ni ya ujasiri na moyo wa kiasi. Kwa hivyo katika masaa haya nimekuja nikuambie jinsi ya kushinda uoga ndani ya maisha yako. Maana unaposhinda uoga ni kumaanisha ya kwamba naye Mungu anakupatia ujasiri, naye Mungu anakusaidia na anakuwezesha kufika mahali ambapo umekusudia kufika. Wacha nikwambie mpendwa,
lile jambo ambalo limefanya watu wengi warudi nyuma, watu wengi wapoteze matumaini, watu wengi wapoteze hata maono na ndoto ambazo walikuwa nazo hapo mwanzo. Kile ambacho kimesababisha ni uoga ambao tumekubali uingie katika maisha yetu. Kwa hivyo mchana wa leo nimekuja nikuambia ya kwamba ondoa uoga, shinda uoga na ukaachilie imani ikakutawale. Mahali ambapo kuna imani kuna ujasiri. Amen. Kwa hivyo leo nimekuja ninene na mtu leo katika ibada hii, nikupatie nafasi nyingine ukaweze kujua ya kwamba haufai tena kuweka uoga ndani yako. Wakati ambapo unaongezea uoga ndani ya maisha yako, basi unampa shetani nafasi ya kuweza kuingia na kuleta shida katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 13 na mstari wa 14, Biblia inaelezea ya kwamba jinsi ambavyo wana wa Israeli baada ya kutolewa katika nchi ya Misri, vile ambavyo waliweza kupatana changamoto. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wanyamaze kimya, ni kwa sababu wale maadui ambao wanawaona hawatawaona tena. Ile uoga ambayo walikuwa nayo ni kwamba wameondoka katika nchi ya Misri, wameacha adui ambaye ni Farao, na ndio Mungu awaambie wana wa Israeli ya kwamba akaambia Musa, waambie wana wa Israeli wasiogope, wasimame imara, maana yule adui wanamuona hawatamuona tena. Biblia inasema ya kwamba Farao alikuwa amefuata wala wana wa Israeli, alikuwa pale nyuma yao, alikuwa ameamua ya kwamba hawezi akawaachilia. Maneno la Mungu linatuambia kwamba Mungu alifanya moyo wa Farao kuwa mgumu, maana alikuwa amewaachilia wana wa Israeli, lakini alikuja akawaamua kuwafuata tena. Na alipowafuata wakaangalia nyuma, wakaona jinsi ambavyo Farao anakuja, hawezi akatuacha hai, amekuja atuangamize, amekuja amalizane na sisi, amekuja atuondoe katika nchi hii, amekuja aondoe maisha yetu kabisa. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba wakaanza kulia, wakaanza kulalamika, wakaanza kunungunikia Musa, wakamwambia, laiti ungetuacha katika ile nchi ya Misri, maana mahali pale hata tukifa kuna makaburi ambao tunaweza tukazikwa. Ungetuacha mahali pale, maana pale tukikufa kuna shamba ambayo tunaweza tukazikwa. Lakini nashukuru Mungu, maana Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasiogope tena. Mungu akamwambia Musa, waambie wanyamaze, maana ule adui Farao na majeshi yake ndio wanawaona, lakini hawatawaona tena. Mimi Mungu ambaye niliwaahidia nchi ya ahadi, ninakuja kufanya jambo na wale maadui hawataonekana tena. Asa mchana wa leo nimekuja mpendwa, nikupe nguvu, nikutie moyo, nikwambie ya kwamba Mungu ananena na wewe, Mungu anazungumza na wewe mchana wa leo, anakwambia ya kwamba usiogope tena, usilalamike tena. Ondoa uoga ndani ya maisha yako, ondoa uoga ya kuogopa wachawi, hiyo uoga ya kuogopa hata waganga, hiyo uoga ya kuogopa maadui, hiyo ndoe ndani ya maisha yako. Maana Mungu anasema katika kitabu cha Timotheo wa pili kifungu cha 1 mstari wa 2, Mungu ametuhakikishia ya kwamba hakutumbia roho ya uoga, bali alitumbia roho ya ujasiri, alitumbia roho ambayo ni ya moyo wa kiasi. Kwa hivyo mchana wa leo nimekuja kwako nikwambia ya kwamba ondoa uoga ndani yako, ondoa uoga, hiyo roho ambayo imekukamata, hiyo roho ambayo imeingia ndani ya moyo wako,
inaachilia uoga kila wakati ndani ya maisha yako. Uondoe na utashinda katika jina la Yesu Kristo. Wakati ambapo unaogopa, unampatia shetani nafasi ya kuchezea maisha yako. Wakati ambapo unaogopa, unampa shetani nafasi, unawapa waganga nafasi, unafungua njia ya mwovu shetani kukutumia, mwovu shetani kukuchezea. Unafungua njia ya maroho machafu kuingia katika maisha yako. Kwa hivyo leo nimekuja nizungumze na wewe, nikwambia ya kwamba ondoa uoga. Usiruhusu uoga ukakutawale. Usiruhusu uoga ukatawale maisha yako mpendwa. Wakati ambapo unasikia kuogopa ndani ya moyo wako, ningependa ukaweze kuongelesha hiyo roho, ukaongelesha moyo wako, uambie Mungu ameniumbia moyo wa ujasiri. Kwa hivyo wewe uoga ambao unaingia katika maisha yangu, ninakutangazia ya kwamba uondoke katika jina la Yesu Kristo. Wakati ambapo unampa Mungu nafasi, ujasiri unaingia ndani ya maisha yako. Wakati mwingine familia zetu zinateswa ni kwa sababu tumeweka uoga, tunaogopa kila wakati. Yaani uko pale, wakati mwingine magonjwa yakikuja, badala ya kuongelesha uoga, uambie wewe ugonjwa hauna nafasi ndani ya mwili wangu, unaanza kuogopa, unaanza kutetemeka, unaanza kulia. Leo hii nimekuja nikuambie, kuanzia siku ya leo na kuendelea, wakati ambapo unasikia uoga unaingia ndani ya maisha yako, uongeleshe, uambie wewe uoga, nilikuona kitambo. Kwa hivyo ninakukemea, ninakuamurisha, ondoka uoga ndani ya maisha yangu. Umepewa ujasiri na Mungu, umepewa roho. Biblia inasema, Mungu anamwambia Joshua ya kwamba katika kitabu cha Joshua kifungu cha 1 mstari wa 9, Mungu anamwambia Joshua ya kwamba usiogope, kuwa na moyo wa ushujaa na kuwa na moyo wa ujasiri, maana hakuna mtu ambaye anasimama mbele zako. Kama vile nilivyokuwa na baba yako Musa, vivyo hivyo Joshua nitakuwa pamoja na wewe. Na Biblia inaniambia ya kwamba vile ambavyo Mungu alimwambia Joshua akashika yale maneno, na Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Joshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Ina maana kwamba mtu ambaye asomi neno la Mungu anakamatwa na roho ya uoga. Mtu ambaye akai katika maombi anakaa katika maisha ya uoga. Leo hii nimekuja nikwambia kwamba kama unataka ujasiri uingie katika maisha yako, kama unataka ujasiri uingie katika nyumba yako, na wewe mpendwa, ondoa roho ya uoga ndani yako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Leo hii nimekuja ninene na wewe, nimekuja nikutie moyo, nikwambie ya kwamba mtu ambaye ako na uoga anakaa katika utumwa wa shetani. Mtu ambaye ako na uoga anakaa katika kifungo cha maadui. Mtu ambaye ako na uoga hawezi akaface wakati ambapo jambo limekukujia, unaliangalia, unaangaliana nalo, unaiambia mimi siko peke yangu, Mungu yupo pamoja nami. Kwa hivyo wewe, every situation ambayo inakuja mbele zako, kila hali ambayo inakuja kwako, unaiongelesha na unaiambia ya kwamba wewe sio sehemu yangu, mimi ni mtoto wa kifalme, mimi ni mtoto ambaye ni wa kiungu, na siwezi nikatishwa na hali yoyote ambayo inakuja katika maisha yangu. Kwa hivyo hali ambayo inakuja ninaiongelesha, maana mimi ni mtoto ambaye amezaliwa na niseme ya kwamba kilichozaliwa na roho ni roho na kilichozaliwa na mwili ni mwili. Kumaanisha kwamba mtoto ambaye amezaliwa na roho
ni mtoto wa mbingu, ni mtoto wa kimfalme, ni mtoto ambaye analindwa na Mungu. Biblia inasema ya kwamba yeye ambaye analinda Israeli alali wala asinzii. Kwa hivyo mpendwa, nimekuja niondoe hii roho ya uoga ndani ya maisha yako, nikwambie ya kwamba Mungu anakulinda usiku na mchana, unalindwa kila wakati, unalindwa ukitembea, unalindwa ukilala, unalindwa ukiwa kazini, unalindwa ukiwa katika hiyo biashara, unalindwa. Mbingu zinakuangalia mahali ambapo unaingia. Biblia inasema ya kwamba macho ya Mungu yako kila mahali, yakiangalia mema na mabaya. Kwa hivyo nataka nikwambia kwamba unalindwa kila wakati, unalindwa usiku na mchana, unalindwa. Hakuna wakati ambapo Mungu atakuachilia. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji mwenzangu, nimekuja nikwambie ya kwamba kila jambo ambalo unalifanya usiogope. Usiogope maadui, usiogope wachawi, usiogope waganga. Biblia inasema ya kwamba Mungu ataandaa meza mbele ya watesi wako, kumaanisha ya kwamba ndiyo maadui watainuka, kumaanisha ya kwamba ndiyo kuna watu watainuka wakupige vita, kumaanisha ya kwamba ndiyo kuna watu ambao watapigana na wewe, lakini Bwana anakuambia usiogope, maana atakuwa pamoja na wewe. Yes. Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi 23, Daudi anasema ya kwamba hata nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa chochote, maana ninajua wewe Mungu upo pamoja na. Mpendwa, uko peke yako, Mungu ako pamoja na wewe. Haijalishi yale ambayo unayapitia, Mungu ako pamoja na wewe. Haijalishi wangapi wanakuinukia, Mungu ako pamoja na wewe. Haijalishi maadui ni wangapi katika maisha yako, Mungu ako pamoja na wewe. Leo hii, mchana wa leo, nimetumwa na Jehova nikuletea habari njema, nikwambia ya kwamba hauko peke yako, nikwambia ya kwamba Mungu ako pamoja na wewe, nikwambia ya kwamba Mungu ameamurisha malaika popote ambapo naenda, ako pamoja na wewe. There is always a fourth man in our life. Biblia inasema ya kwamba Shadrach, Meshach na Abednego wakatupwa ndani ya tanuri la moto, vijana ambao hawakuwa na uoga, vijana ambao waliangaliana na mfalme, wakaambia mfalme ya kwamba ndiyo tumesikia amri yako, ndiyo tumesikia umesema ya kwamba sanamu iabudiwe, lakini sikiliza mfalme, sisi hatutaabudu sanamu yoyote, sisi hatuwezi tukainamia miungu, maana tunajua ya kwamba tuna Mungu wetu wa mbinguni. Biblia inasema ya kwamba Shadrach, Meshach na Abednego wakamwambia mfalme, sikiliza mfalme, leo hii hatutainamia miungu yako. Ndiyo umesema ya kwamba hakuna. Nataka nikuonyeshe jinsi ya kushinda uoga ndani ya maisha yako. Shadrach, Meshach na Abednego wanamwambia mfalme ya kwamba hatutaabudu sanamu yako. Tunajua ya kwamba kuna Mungu ambaye atatuokoa, na kama hatatuokoa bado hatutainamia miungu yako. Biblia inasema ya kwamba wale vijana watatu wakashikwa, wakatupwa ndani ya tanuri la moto, na wakiwa pale ndani hawakuogopa. Roho ya uoga ilikuwa imeondolewa ndani ya maisha yao, ujasiri ulikuwa ndani yao, na wakatupwa ndani ya tanuri la moto. Biblia inaniambia ya kwamba walifungwa mikono na miguu, wangeweza kutembea, na wakatupwa ndani ya tanuri la moto. Lakini Biblia inaniambia ya kwamba wakiwa pale ndani ya tanuri la moto, wakiwa pale ndani, maadui wale wanajeshi waliowashika na kuwatupa wanaangalia, wanajua ya kwamba wameweza kuwashinda, wanajua ya kwamba wanaangamia. Lakini Biblia inasema ndani ya yule moto, mtu wa ini ambaye ni Yesu Kristo
akaingia ndani ya yule moto. Biblia inasema ya kwamba minyororo iliyowafunga ikakatika, wakaonekana wakitembea ndani ya tanuri la moto, wanatembea ndani ya tanuri la moto, wawaku wamefungwa tena. Biblia inasema ya kwamba wale watu wakaangalia pamoja na mfalme, wakachungulia ndani ya moto, walitupa watu 3, lakini neno laniambia kwamba ndani ya moto wakaonekana watu 4 wanatembea ndani ya moto. Yesu Kristo aliwatembelea pale. Nimekuja nikwambia ya kwamba ndiyo unaweza ukatupwa mahali ambapo huwezi ukajitoa, lakini nataka ujue na ukumbuke ya kwamba hauko peke yako. Yesu yuko pamoja na wewe. Walitupwa pale, lakini inasema kwamba waliondolewa wakiwa wazima. Neno linaniambia ya kwamba mfalme akasema ya kwamba hakika Mungu yule ambaye anaabudiwa na hawa vijana ndiye atakayeabudiwa ulimwengu kote. Leo hii nimekuja nikwambia kwamba inawezekana ya kwamba wamekudharau, lakini usiweke hofu, usitie shaka ndani yako. Ongezea imani na uongezea ujasiri ili ikaweze kushinda uoga, na utayashinda yote katika jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo nimekuja nikwambia ya kwamba uoga umeondolewa ndani yako, umeyashinda yote. Mungu anatembea na wewe mahali utakapoingia. Hata kama watakutisha umkane Mungu wako, usikubali. Ni kwa sababu Mungu na yeye hataweza kukukana. Biblia inasema ya kwamba wakamshika Danieli, wakamtupa katika tundu la simba akiwa pale ndani. Biblia inasema ya kwamba Mungu akaamurisha malaika wakaweza kuingia katika lile tundu la simba, wakafunika vinywa vya simba, hawakuweza kumdhuru Danieli. Danieli akatoka pale akiwa mzima. Haijalishi ni nini ambacho unapitia, haijalishi ni wapi ambapo wamekutupa, haijalishi wamekutenga, haijalishi ni wapi wamekuinukia. Nimekuja na habari njema nikwambia ya kwamba mpendwa, hauko peke yako. Mungu yuko pamoja na wewe. Wakati mahali ambapo watakutupa, Mungu ataingia na wewe. Katika tanuri la moto ataingia na wewe, katika tundu la simba ataingia na wewe, katika shimo la uharibifu ataingia na wewe, na ataweza kukuokoa. Kwa hivyo nakushukuru sana mtazamaji ambaye unanitazama leo hii katika ibada hii ya lunch hour. Ningependa Mungu akakubariki, ningependa Mungu akakuinue, ningependa Mungu akaweze kufungua maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo uoga ukaondoke ndani yako. Ningependa nikaweze kuomba na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru ni kwa sababu ya masaa ya dakika hii. Asante ni kwa sababu ya mtazamaji ambaye ananitazama masaa haya. Ninaomba Mungu mtakatifu, hii roho ya uoga ikaondolewe ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba roho ya ujasiri ikaingie ndani ya maisha yake kuanzia saa hii na kuendelea. Mwana wa Mungu kamuokoe, mwana wa Mungu kamutendee, mwana wa Mungu kamuinue katika jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu mpendwa, uoga umeondolewa ndani yako na ujasiri umeingia, kama vile ambavyo neno limetuambia kitabu cha Timotheo wa pili ya kwamba Mungu kifungu cha 1 mstari wa 7, hatujaumbiwa roho ya uoga na Mungu, bali ni roho ya ujasiri na moyo wa kiasi. Kwa hivyo Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akuongoze na ufunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Ufunguliwe kutokana na roho ya uoga katika jina la Yesu Kristo. Unaweza ukanipigia simu katika nambari yangu, na hiyo inapita hapo katika skrini yako, na nitaweza kukuombea, nitaweza kusimama na wewe katika maombi, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Labda wenda unanitazama na hujaokoka, ningependa nikaweze kukuombea. Kwa hivyo fuata maneno haya nyuma yangu na utaweza kuokoka. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, na kuanzia siku ya leo nimeamua
kukufuata wewe Yesu katika maisha yangu. Shetani, nimekukataa na ninaomba kuanzia siku ya leo ninakiri na kinywa changu ya kwamba Yesu ulikufa na ukafufuka ni kwa ajili yangu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima, futa jina langu katika kitabu cha mauti, na kuanzia leo nimeokoka. Amen, amen, amen. Kwa hivyo mpendwa, kama umenena yale maneno nyuma yangu, kuanzia leo umeokolewa na Mungu. Kwa hivyo Mungu akubariki, Mungu akuinue. Tupatane tena mahali hapa siku ya kesho kuanzia saa 7 nitakuwa mahali hapa, na ningependa ukaweze kushare hii live, ukaweze kucomment, ukaweze hata kulike, na Mungu atakubariki. Kwa hivyo kama uko na hitaji lolote, unaweza ukanipigia simu, unaweza ukanifikia pia kupitia njia ya WhatsApp, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Shalom, 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 shalom. Mungu aonekane katika maisha yako na maisha ambayo unapitia. Leo hii ndio mwisho wa mapito magumu. Leo hii ndio mwisho ya uoga kukaa katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuinue, Mungu akulinde, Mungu anene na wewe, na Mungu atembee na wewe kila wakati. Unaweza ukakomenti hapo chini mahali ambapo unatazama ukiwa, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Kwa hivyo Mungu ambaye amenituma leo hii nikemee roho ya uoga ndani ya maisha yako, pia amenituma niachilie roho ya ujasiri ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Tuko mahali hapa Jesus Solution Temple, maeneo ya Kayole. Naweza ukatutembelea siku ya Sunday mahali hapa, na maisha yako haitabaki vile tena. Jesus Solution Temple, the house of solution. Mungu akubariki na Mungu akutendee, na ni katika jina la Yesu Kristo. Siku njema, ukapatane na baraka ya siku ya leo. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Mungu akubariki na Mungu akutendee.